Hello. Habari. Salama kwema? Kwema sio. Safi, sio nilikuwa nakuomba mara moja hapa tunapokutanaga. Tutakuwa mdanganyifu pia tutakuwa mwongo kwako. Tutakuwa mishika. Sasa baada mbaya mimi muda sina. Ndio hili kodi. Sana mambo mengi ambayo Issue ni ile siku ile kuhusu mama. Unajua mama siku ile kakuzingua, so nilikuwa nahitaji kuzungumza mimi na wewe. Tuweke mambo sawa. Sidhani ngoja niangalie kama Kwa hiyo tunafanyaje? Maana mimi nimeshafika huko, so hiyo shida zangu mama. Mbona siku tatu zote hizi nakutafuta, leo siku ya tatu sio nakupata. Alafu pia unanijibu ovyo. Kwa hiyo mimi ndo nalo kukosea. kiwa na muda utakuta. Okay, niambie, nimesikia wito nimekuja. Nilichokuitia ni ile vile mama alipokupokea pale nyumbani juzi pale, nikaona umekasirika, nikaona ngoja nikuite jana, ukawa umekosa muda. Nimesubiri sana, hata hapa nimekusubiri sana. Kwa hiyo nilikuwa nasema hivi, kwa kuwa mamangu alikukosea ile siku, alikutamkia maneno machafu, alikukasirisha, so nilikuwa naomba msamehe mama yangu binafsi, unisamehe na mimi pia. Hivi Nolo, ni hicho ndo ulichonitia au kuna mengine ya ziada tofauti nayo? Ndio hivyo tu, yani nimekuita ili tuzungumze kuhusu siku hiyo. Siku zote kwenye maisha msamaha ni kitu fulani ambacho ni kidogo sana. Msamaha ni neno moja ambalo linastahili sana pale mtu anapokosea, lazima msamaha. Lakini katika msamaha kuna mawili. Kuna kusikilizwa na kukubaliwa, kukataliwa na msamaha. Sasa kwa mimi naweza ngasema hapana. Kwa sababu hivi laiti yale mama yako alionifanyia mimi ndio ungekuwa wewe sasa na unafanywa na mzazi wangu mimi, ungeshua maamuzi gani au ungereactivate? Kiukweli mama yule ni mjinga sana, amenikwaza mimi binafsi, so wewe ni mtu wangu, ndio maana nikuita. Basi kwa kuwa ungejisikia vibaya, mimi nimejisikia vibaya mara 100. Na tofauti na mwanafikiria wewe. Alafu ipo hivi, mama yako nilimwona ajabu sana. Nilimstaajabu, yaani cha kushangaza ananiona mimi nakujaga. Na sio mara moja, sio mara mbili. Ananijua fika. Mimi nani yako, lakini niliamua kunidhalilisha. Inafika stage mama kunivunjia heshima, kuniita mimi kibenteni. Mario, ambaye sijui hata bei ya sofa. Nalilalia sofa la mwanamke ambao alionao mwanaume mwenzangu. Ni yupi? Pili, mimi wakuja pale kuambia kibenteni naingia nyumba ambayo sijui hata bei ya tofali. Mwisho wa siku kaona haitoshi, anadili kuniambia mimi kuja kuolewa na mwanaume mwenzangu. Hapo isitoshe kuna watu ambao wanaingiaga pale tofauti na mimi. Na maana sio mara moja, sio mara mbili, na sio mmoja wala ni wengi. Na maana kumbe ni mtu wangu, ni mtu fulani ambaye hapoi. Change kota leo na huyu, kesho na Juma, kesho kuta na Shabani. Mimi hilo tu ndio liloniumiza zaidi. Sio kasema kama mama yako ndio alikuwa kikwazo, hapana. Wewe mwenyewe pia una sababu zako za mpaka mimi niachane na wewe. Una mengi sana ndugu yangu. Na siku zote unamvaje vitu za mwizi zaidi. Hata luka hata ibaiba, lakini mwisho wa siku hata kama watoto umenificha mengi sana. Sasa sikutegemea kama mama yako angeniambia vitu kama hivyo. Yaani vilinichoma, viliniumiza na
kitendo ambacho ulifanyia yalinidhalilisha mno wale maneno. Na laiti ya shumla labda kiatu kile ungekivaa wewe, ungejisikiaje? Wewe Nikuulize swali. Wewe unanipenda kweli wewe? kukupenda sio swali. Wewe nijibu tu swali. Hilo swali kwangu limekaa tata kidogo. Ni ngumu Kwa kukujibu. unipendi, hujui, unanipenda, hujui. Ni ngumu kukujibu kwa kipindi hiki tulichopo sasa hivi. Sababu angalia tupo katika situation gani mimi na wewe kwa sasa hivi. Alafu ndo nauliza swali kama hili. Hii inamaanisha kwamba mamangu amekukosea, umetafuta sababu ya wewe kuondoka kwangu. Hiyo ni sababu. Mama yangu hawezi kunifanya mimi na yeye tukaachana au tukatengana. Mama yangu kazungumza maneno fulani. Cha kwanza ni kitu cha kukaa mimi na yeye tukazungumza, maisha mengine yakaendelea. Naelewa sawa, lakini hizo ni fikra zako wewe. Unaamini kwamba mimi nimetafuta sababu kwa kupitia mama. Sawa, mimi nitakwamini. Samahani, naomba ningie msalani tena tutaongea vizuri. Inatumika kwa sasa. The number you're calling is busy. Kuna huyu arudi? The number you're calling is busy. Au kaniblock? Lakini hayo yote mamangu hataka. Afu mama, kitu changu. Hivi wewe mama, hivi wewe juzi ulichonifanyia ni sawa? Kwenda kukaa na mkwe wako kwenye kiti kimoja na kumtamkia maneno machafu. Ndio nilikwambia mwanangu. Mimi nilikuona umekaa naye pale. Yeye chizi, afu mimi namfahamu kuliko wewe hapa. Sio, unanielewa? Yaani wewe mama ni mshenzi kweli yani. Hivi Nuru mwanangu. Mimi nishaye kutoka ukaniona kwa jirani yoyote hapa? Wamejuaje? Nikitoka mimi naenda zangu sokoni, nikirudi niko hapa ndani. Ushakuniona hata na mtu? Yaani ni mjinga mpumbavu usiyejielewa. Yaani wewe au namtaka? Nikuulize kwanza, namtaka? Wewe niambie. Kwanza naomba unisikie. Mimi nimekaa na bwanako, mimi nimtake bwanako. Hivi unajua wewe, unajua unaongea na nani kwanza? Unaongea naye, unamjua kama unaongea na nani? Nikwambie kitu wewe mama. Wewe ndo huna akili. Sio kwa sababu gani? Haiwezekani ukatoka chumbani uje ukae na mkwe wako. Kukaa na mkwe wako kumtukana. Nataka unijazie laana. Nataka laana ambayo iko sildi. Sawa? Uniwekee sasa hiyo laana. Sawa? Hivi wewe Nuru, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, msiba mzito. Mimi wakwamba namtaka mume wake yeye. Kiwango. Asubuhi. Basi, niache ngoja. Niwahi baruani. Baadaye basi. Ndio natoka. Ya, ndo naelekea sasa. Unajua tena nafanya chelewa tayari. Ndio. Baadaye basi. Ndio. Vipi kuhusu tulivyoongea usiku? Pango upi, maana jana usiku tuliongea vitu vingi.
Yeah. Kwa unaweza kuniambia kipi labda? Kuhusu tulivyoongea kuhusu mama yako. Uko serious na ile? Hivi ukijiangalia kwa jinsi ulivyo na maisha unayoishi, unaona uko sawa kabisa. Sikia mke wangu. Kama uko serious na hiyo issue unaoniambia jana usiku. Sasa msimamo wangu upo hivi. Na naomba unisikilize kwa makini na unielewe. Umenielewa? Siwezi kufanya ulichonishauri jana usiku. Narudia tena. Siwezi kufanya ulichonishauri jana usiku. Muonekano wangu sio tatizo. Nimeridhika na maisha yangu. Wewe wa kuwafundisha mara wewe. Ila mimi msimamo wangu ndio. Siwezi kumtoa kafara mama yangu. Umenielewa? Ni riziki sinapata. Wewe kwani hauli ndani? Kila siku mlenda, kila siku tembele, kila siku ukibadilisha umekula dagaa. Ndicho ulichoamua. Hivyo tu. So vile wewe si utaki. Mimi nimechoka kuisha haya maisha. Maisha ya kimaskini. Basa. Kwa maamuzi uchukua ndo unataka talaka. Sirudi tena, ndo nishasema nataka talaka yangu niondoke zangu. Sawa, basi acha nirudi. Sasa hivi, nalitaka sasa hivi. Muda huu kabla hujaenda kazini. Ndo nishasema. Na kama hutaki, ukirudi nyumbani unikuti mimi nitashaondoka. Kwa bwana tuachane tu kwa amani, nipe talaka yangu. Kama hutaki kunisikiliza mimi mkeo, unampenda sana mama yako, baki na mama yako. Mimi niondoke zangu. Kwani shida iko wapi? Hivi unachozungumza unakielewa kweli? Na umekifikiria mara mbili? Wewe ndo huna akili. Sawa. Mimi nimekifikiria mara mbili. Basi sawa. Tufanye Aisha. Isiwe tatizo kubwa sana. Kama ndio maamuzi uliochukua, haina shida. Acha nikupe talaka yako. Si unataka talaka? Fanya chapu. Rudi hapa. Yeah. Ndicho ulichoamua. Hivyo tu. So vile wewe si utaki. Mimi nimechoka kuisha haya maisha. Maisha ya kimaskini. Basa. Kwa maamuzi uliochukua ndo unataka talaka. Sirudi tena, ndo nishasema nataka talaka yangu niondoke zangu. Sawa, basi acha nirudi. Sasa hivi, nalitaka sasa hivi. Muda huu kabla hujaenda kazini. Ndo nishasema. Na kama hutaki, ukirudi nyumbani unikuti mimi nitashaondoka. Kwa bwana tuachane tu kwa amani, nipe talaka yangu. Kama hutaki kunisikiliza mimi mkeo, unampenda sana mama yako, baki na mama yako. Mimi niondoke zangu. Kwani shida iko wapi? Hivi unachozungumza unakielewa kweli? Na umekifikiria mara mbili? Wewe ndo huna akili. Sawa. Mimi nimekifikiria mara mbili. Basi sawa. Tufanye Aisha. Isiwe tatizo kubwa sana. Kama ndio maamuzi uliochukua, haina shida. Acha nikupe talaka yako. Si unataka talaka? Fanya chapu. Rudi hapa. Yeah. Ndicho ulichoamua. Hivyo tu. So vile wewe si utaki. Mimi nimechoka kuisha haya maisha. Maisha ya kimaskini. Basa. Kwa maamuzi uliochukua ndo unataka talaka. Sirudi tena, ndo nishasema nataka talaka yangu niondoke zangu. Sawa, basi acha nirudi. Sasa hivi, nalitaka sasa hivi. Muda huu kabla hujaenda kazini. Ndo nishasema. Na kama hutaki, ukirudi nyumbani unikuti mimi nitashaondoka. Kwa bwana tuachane tu kwa amani, nipe talaka yangu. Kama hutaki kunisikiliza mimi mkeo, unampenda sana mama yako, baki na mama yako. Mimi niondoke zangu. Kwani shida iko wapi? Hivi unachozungumza unakielewa kweli? Na umekifikiria mara mbili? Wewe ndo huna akili. Sawa. Mimi nimekifikiria mara mbili. Basi sawa. Tufanye Aisha. Isiwe tatizo kubwa sana. Kama ndio maamuzi uliochukua, haina shida. Acha nikupe talaka yako.
Unataka talaka? Chapu, fanya Sawa. chapu. Ukirudi nyumbani unikuti mimi nitashaondoka. Kwa bwana tuachane tu kwa amani. Nipe talaka yangu. Kama hutaki kunisikiliza mimi mkeo unampenda sana mama yako, baki na mama yako. Mimi niondoke zangu. Kwani shida iko wapi? Hicho unachozungumza umekaa umekielewa, umekitafakari kwa makini, ndio? Okay, acha nikupe talaka yako. Unataka talaka Sasa hivi muda huu. sawa? Nakupatia talaka. Yaani fundi, mimi huu mguu nimetoka ofisini kwako na kutafuta hapa, nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Samahani tajiri, samahani tajiri, niwe radhi kwa hilo, maana hapa katikati ndugu yako. Sasa bwana, jana nimepiga simu hujapokea. Simu sikuwa nayo, nilikuwa nayo mbali. Hayo ndio maneno yenu mafundi, ndio maana mnakosa hata madili mengine makubwa, tunashindwa kuwaamini. Mimi hapa mama yangu mdogo alikuwa anataka kitanda. Shangazi yangu ameniambia ukipata fundi mzuri atengeneze kabati. Hivi nitawaleta kweli kwako? Haya, niambie. Tajiri, ni kuondoa sasa sijua hiyo. Ni bado padogo tu nimalizie kitanda chako, kwa hiyo nipe siku 2-3. Leo lini? Leo Jumatano. Leo ni Jumatano. Fundi, nataka kitanda. Sawa basi, kufikia Jumamosi. Mimi ile pesa amenipa mke wangu, niende nikakulipe wewe ili nimpelekee. Silali kwa la. Hizi nywele nashindwa kuchana kwa ajili ya kile kitanda. Nikiamka tu ni kitanda. Wewe mwenzangu na starehe tu. Hapana. Hapo unavyoniona mwanamuzeo na matatizo kibao ndugu yangu. Na ndio maana sikuweza kufanikisha jambo lako kwa wakati. Ila nakuahidi nipe siku 2-3 hizi kitanda chako utakuta kiko sawa. Sasa fundi, hayo matatizo yako wewe, mimi yananihusu nini? Mimi kinachonihusu ni kile kitanda. Sasa matatizo yako wewe na mimi ndo yanipe matatizo nyumbani. Mambo mengine sio ya kuelezana. Sawa, nimekuelewa bosi wangu. Basi mimi hapa fundi nilipo na mwezi wa pili mke wangu hajanipa unyumba kwa ajili ya kile kitanda. Kila nikirudi ni kitanda. Hata hizi nywele nashindwa hata kuchana, maana sina raha kwa ajili ya kile kitanda. Na kwaidi bosi wangu, Jumamosi kufikia saa 10 kitanda chako nakipata. Nakuomba. Sawa, ila bigi jitahidi. Fundi jitahidi. Sawa, nimekuelewa tajiri. Samahani kwa hilo. Mimi nitakapokuja tena sitakuja na sura hii. Sawa bosi wangu, unajua umenivumilia. Ninaenda mwezi wa pili, umenivumilia bosi wangu, kwa hiyo usijali kwa hilo. Na kuahidi Jumamosi saa 10 uende chukua kitanda chako. Mimi naomba ujitahidi kwa sababu vitu vingine tukianza kuelezana itakuwa ni tatizo. Sawa. Mimi hapa mke wangu ana mwezi wa pili anipe unyumba kwa ajili ya kile kitanda. Anaona mimi labda nitoka kuonga, labda nitoka kufanyaje. Sawa, nimekuelewa tajiri. Wewe lazima. Sawa, kajitahidi bigi. Basi sawa, Jumamosi mimi nakufikishia. Utakuja kuchukua kitanda chako. Saa 10 bosi wangu. Sawa. Kila la heri wa. Haya. Samahani sana. Sogea. Oh, sina kuita mwanangu. Bwana atabishia mwanangu. Sogea hapa sasa nikwambie. Sio kibaba. Kuona sogea mwanangu. Hivi beach boy mwanangu unajichukuliaje? Kivipi sio? Hivi unajua ndio sababu ya kumfanya Nuru siku hizi yani anakuwa jeuri yani. Yaani kivipi? Yaani mpaka anamfungia mlango bi mkubwa. Hivi unachukua iko serious kabisa hiyo? Afu si ndio mwanaume wewe. Sasa je? Hivi imagine ungekuwa wewe mzazi wako anafanywa hivi. Yaani mimi namchukua dadako hivi.